Mambo vipi, tumerejea tena katika kipindi chetu cha Ongea na Majirani. Katika pitapita zangu Sabasaba kwa Mpili, nimekutana na jirani yangu Maria Alphonse ambaye ni mwigizaji wa movie nchini Tanzania. Tunataka tukamsikilize ana mengi au machache gani ya kutueleza sisi kama majirani wenzake. Karibuni na msipange kukosa. Asante. Kama nilivyosema awali, leo niko Sabasaba maeneo kwa Mpili, nimekuja kuongea na jirani yangu ndugu Maria Alphonse ambaye ni mwigizaji wa movie nchini Tanzania. Mambo vipi ndugu Maria? Safi. Sawa. Shikamoo. Marhaba. Sawa. Ndugu Maria ni mwigizaji wa movie nchini Tanzania. Tukao tunaomba utueleze sisi kama majirani wenzako, umeanza mwaka gani na umeigiza movie gani, na pia umefikaje huko mpaka hizi siku chache tu unasikika, yani unavuma sana. Ndugu Maria ni mwigizaji bora. Karibu. Ninashukuru kwa nafasi hii. Mimi nilianza kuigiza 2022 kwa mara ya kwanza, lakini kwa maigizo ya kanisani nimefanya mara nyingi sana. Na baada ya kufanya hapo, basi kumbe kuna watu walikuwa wananitazama na walikuwa na kitu ambacho wanakisimamia, wakaamua kuniunganisha na kuniingiza katika movie ambayo ilikuwa inaitwa Piko, na ndio ikawa mara yangu ya kwanza kabisa kwenda kufanya shooting. Kwa hiyo nashukuru kwa nafasi hii, na pia kunifanya kwamba nifike mahali kule ni Mr. and Mrs. Kolila ndio walofanya mimi mpaka nifike kule kwa ajili ya kwenda kushoot. Sawa. Changamoto ambazo ulizikuta sasa ndio siku ya kwanza unafika pale day one, kwamba jamani, huyu ndugu yetu Maria, huyu jirani yetu ni mwigizaji ambaye anaweza kuigiza vizuri kabisa, muonane naye awape mambo kidogo ambayo yeye anayo, share naye hivyo. Sasa wewe changamoto gani ambazo ulizikuta, kwa sababu wewe ndio mara yako ya kwanza sasa ndio unaingia kambini kwenda kuigiza? Huyu ndio mwigizaji wetu mpya, tumpe ushirikiano. Sasa ile unafika sasa, ulikutana na changamoto gani na ulijifunza nini? Karibu. Asante. Kwa sababu changamoto ya kwanza kabisa ilikuwa ni ile ya kwamba kwanza naacha familia na watoto, pia nina mume. Ilikuwa ni changamoto kubwa sana kwangu, lakini kwa sababu familia ilikuwa pamoja na mimi, nikaamua kuniunga mkono na hatimaye nikawa nimeenda. Lakini changamoto nyingine kubwa ni kwamba unaenda kukutana na sura ambazo ni ngeni, sio zile ambazo umezizoea, na unakutana na rika tofauti, kuna wakubwa zako, kuna wadogo zaidi, kuna wakati. Lakini pia changamoto kubwa ilikuwa ni kwamba ile sasa kwenda kuingia ule uhalisia, kwamba unapewa kipengele fulani uigize ule uhalisia, alafu tembea katika zile ambazo wamekupa wenyewe, wamekuandikia pale uzikariri uweze kuzifanya. Hiyo ndio ilikuwa changamoto yangu kubwa. Nikatusema, je, nitaweza? Lakini namshukuru Mungu niliweza. Sawa. Kwa uliweza vizuri kabisa, wakikupa labda igiza unalia vizuri kabisa, wanasema huyu kweli mwigizaji kabisa. Mimi katika uigizaji, yani sehemu yote, ukiniweka kwenye kucheka mimi nacheka, ukiniweka kwenye kulia mimi nalia, ukiniweka kwenye kusikitika mimi nasikitika, na ukiniweka kwenye kuchamba na chamba, na ukiniweka kwenye maombi naomba, na ukiniweka kwenye kuigiza yani kwamba nahubiri, yani vyote mimi naviweza. Sawa. Kwa hiyo wewe kote, yani pati zote wewe unaweza ukazicheza vizuri kabisa bila shida. Namshukuru Mungu. Sawa. Sasa nataka ile changamoto kuu, labda ulipofika kule ni movie sasa hiyo inaitwa Piko. Kwa hiyo ulipofika kule labda ulikupa kipande gani, na je ulikitendea haki, kwa sababu ni mara yako ya kwanza sasa kuonekana kwenye kamera? Karibu. Changamoto kubwa nilioipata kule, kumbuka kwamba ni mazingira ambayo yako tofauti, alafu ni watu ambao sijawazoea. Lakini kwa sababu ina maana tulipewa tuko wawili, kwa mwenzangu akawa ananiambia yani fanya hivi. Unaona? Nilipewa kipengele cha kusimamia kwamba kuna familia ambayo mzee yule alikuwa anaitumikisha mabinti zake, alikuwa anawatumikisha kwenye mambo ya kimila. Kwa sasa mimi nikawa ni mtafiti wa ile familia, kwamba naifuatilia ile familia, kwamba mzee fulani anawafanyia watoto wake 1 2 3. Na nikawa nimeigiza vizuri kwa kusikitika kabisa kwamba jamani, mzee huyu anawafanyia binti zake 1 2 3. Kwa hiyo tukikutana kisimani tunamteta yule mzee. Tukikutana kisimani tunamteta yule mzee. Na yule mzee alikuwa anaitwa Mzee Msisi. Kwa hiyo nikamfuatilia sana katika maisha ya familia yake, na mpaka kiasi kwamba akafikia kukasirika, akachukua akakuta tunafua, akaninyang'anya kanga yangu, akaibeba akasema anaenda kufanyia mambo ya Kiswahili ili aweze kuniharibu kijinsia. Sawa. Umekutana na msanii mkubwa Mzee Msisi. Kweli umepiga hatua. Sawa. Kwa hiyo baada ya hapo hivyo ukaigiza, kwa hiyo ulikuwa ni mdadisi, yani unafukunyua, yani unafanya ujue ni nini ambacho kinaendelea katika hiyo familia, si ndio? Kabisa. Yani nilikuwa ni mfunyaji mzuri. Tukikutana tukisimani, atuchoti maji tukaondoka, tunakaa kwanza. Alafu mimi naanza kusema jamani, mzee fulani anapofanyia mabinti zake, mbona amefanya 1 2 3.
yani naigiza kwa kumaanisha na kwa kusikitika kabisa kwamba nawaonea wale mabinti huruma. Kwa hiyo mimi nilikuwa ni mtafiti wa kufuatilia ile familia kwamba inaishije na huyu mzee anachokifanya sio kizuri. Sawa. Ndugu jirani, naomba uendelee kusikiliza ndugu Maria na vingi sana vya kutueleza sisi kama majirani wenzake. Yeye ni mwigizaji wa Bongo Movie nchini Tanzania na tumeona ametueleza vingi sana. Sasa ndugu Maria, narudi kwako kwamba unawaambiaje sasa watu, au kabla hao watu haujawaambia, una neno gani kubwa sana la kumwambia mtu ambaye amekuwezesha wewe ukafika huko? Una neno gani la kumwambia kwa sababu yuko anakusikiliza sasa hivi? Karibu. Kwanza nikushukuru popote pale ulipo Mr. and Mrs. Kolila. Nakushukuru sana kunifanya kwamba mimi sasa hivi nafahamika na pia najulikana na pia nimejiona kwamba nina kitu. Japo mwanzo nilikuwa naona kwamba nina kitu lakini nilikuwa sina mahali pa kukutangazia. Lakini ile kufanya tu kanisani kama kuigiza tu, lakini tayari mkao mmeshakiona kwamba mimi nina kitu ndani yangu, mkaamua kunitoa hapo nilipo. Kwa hiyo niwashukuru sana popote pale mlipo. Mungu aendelee kuwabariki na aendelee kuwalinda na muendelee kuwainua wale wengine ambao wana vitu lakini havionekani. Mungu awabariki sana. Sawa. Salamu hizo zawafikie Mr. and Mrs. Kolila popote mlipo. Amewashukuru sana ndugu Maria. Mungu aendelee kuwazidishia, Mungu aendelee kuwaweka. Sasa pia ikitokea ndugu Maria umealikwa katika kampuni kubwa au ambao unataka kufanya kazi na kampuni gani, ili mradi uendelee kukiendeleza sasa kipaji chako, je, utaenda katika kampuni gani? Karibu. Yaani ninashukuru sana kwa sababu naitamani hiyo nafasi niipate. Lakini ina maana mimi niko tayari kwa sababu ni kitu ambacho bado natamani niendelee kukifanya na nijiendeleze na pia niendelee kukifanya kwa sababu tuko ndani. Japo naweza nikaangalia nikaona kwamba umri umeenda, lakini naona bado kwa sababu kuna wengine ambao wanaigiza ambao bado yani ni wakubwa kunizidi hata mimi. Kwa hiyo mimi naona bado nipo kwa sababu ni kitu ambacho bado kiko ndani. Kwa hiyo nikipata nafasi kama hiyo kwa waigizaji wakubwa wowote, kampuni yoyote, mimi niko tayari, waniite, tunafanya kazi pamoja nao. Asante sana. Jamani, huyu ni ndugu yetu Maria, amezungumza na sisi mengi sana. Yuko tayari. Wewe mwenye kampuni yako, huyu ni mwigizaji mkubwa sana. Usimchukulie kawaida. Anaweza kaigiza hadi mwenyewe ukashangaa. Mwalike katika kampuni yako, anaweza kafanya jambo kubwa sana. Narudi tena kwako ndugu Maria, unawaambiaje wale watu ambao wanasema maisha ni magumu, yani vyuma vimekaza, yani ni wale watu ambao wanakata tamaa mapema, yani mtu ukimweleza tu chochote, mimi iko sikitaki, hicho kina mambo mengi, bora tu nidili tu na huku au bora tu nikae tu nyumbani nijulikane mimi ni mtu tu wa nyumbani, ajira hamna. Yani ni wale watu ambao ni wanalalamika alafu hawachukui hatua. Karibu. Mimi nipende kuambia kwamba ajira zipo na fursa zipo, lakini pia katika uigizaji unatoka kwa sababu unaweza kukaa au mfano kama mimi nilivyo, watu walivyosikia kwamba labda vile ilivyotoka ile filamu, watu kwanza kabla haijatoka watu wakasema ameenda kuigiza. Wengine wanasema hapana, hana kitu kama hicho, hawezi akaigiza, huyu amewadanganya tu, kuna sehemu ameenda. Lakini mimi niwaambia kabisa kwamba mimi ni mwigizaji, na kama hivyo mmeshaona filamu yangu kwamba jinsi nilivyoigiza. Lakini pia fursa ya maisha ipo na fursa zipo, tukisema tutoke na tukaonekana tunafanya vitu vikubwa. Vyuma kukaza ni kwamba umekaa pale pale, lakini vyuma vijakaza kama ukitoka na ukaonyesha kile ambacho unatamani kukifanya na ukashikwa mkono na mtu akaamua kukushika mkono na kukuinua, ni kwamba tunaweza. Sawa. Mimi nifunge na kumalizia kipindi kwa kusema jirani yako usipuuze kile kitu ambacho anakuambia. Usiseme kweli jamani vyuma vimekaza. Vyuma havijakaza. Ni wewe mwenyewe ambaye unavikazisha vyuma. Toka nje, fanya kazi. Omba ushauri kwa watu ambao ni wakubwa kuzidi wewe. Sasa ukikaa nyumbani ukasema kwamba ajira hamna au kitu fulani hamna, sasa unafikiri utafikaje mbele? Hauwezi kufika mbele kwa staili hiyo. Usikate tamaa. Hiki kikishindikana fanya hiki, hiki kikishindikana fanya hiki. Mwisho wa siku unafika mbali. Asanteni sana. Kipindi changu kinaitwa Ongea na Majirani. Nilikuwa pamoja na ndugu yangu Maria. Asanteni sana na karibuni sana katika kipindi kingine. Tunawapenda. Bye bye. Yote napenda sana kuwashukuru majirani zangu ambao mlikuwa sambamba pamoja nami kutizama kipindi hiki cha Ongea na Majirani. Mmemsikia ndugu yetu Maria Alphonse, mengi sana amezungumza pamoja nasi sisi kama majirani wenzake. Usisahau kufuatilia kipindi kingine. Tupo katika mitandao ya kijamii ya Instagram, TikTok na YouTube kwa jina la Posh Papo. Host wako Ruth Manase Mshahara. Karibuni na tunawapenda. Bye bye.